Movie yetu inaanzia hapa bwana. Tunaona hawa wawili wakiwa wanapeana mambo bwana. Bidada anapiga kelele vibaya. Sasa palipokucha asubuhi sana, yule jamaa ambaye alikuwa anafanya yake usiku, muda huu akawa anapiga zake matizi ya akili. Sasa yule bidada akaja pale, "Hey baby," lakini jamaa akawa amevunga tu. Huyu jamaa tabia zake ni za gusa chia twende kwao. Yaani huyu adumu na mwanamke yoyote. Sasa mwanamke analeta mambo ya kimapenzi nini, analeta mambo ya kimahaba, lakini huyu jamaa hayo mambo ni yafagili kabisa. Sasa kwambia wewe, mimi hayo mambo mimi siyafagili kabisa, na mimi nikuwa sikupendi wala nini. Wewe jiangalie jinsi ulivyo. Yaani wewe ni wazi ya mimi kweli. Sasa bidada akamwangalia, afa katabasamu. Akamwambia kwa kuwa unijui mimi mtoto wa nane, basi tutaonyeshana tukibabe. Sasa jamaa akasema, wewe kunitisha mimi. Bidada akamwanzake anyanyuke na aondoke. Sasa jamaa akaona huyu demo atalifanya nini, akacheka zake akaenda zake jobu. Sasa huyu jamaa anaitwa Eno. Sasa huyu jamaa ni bonge la playboy. Sasa muda huo alikuwa anaongea na Pescali, lakini bosi wake akawa anaingia muda huo na yeye akanyanyuka nini. Sasa huyu jamaa yupo katika ofisi na ni mtu mwenye kitengo kikubwa sana cha mauzo katika kampuni yao. Sasa hapo mbele kuna kikao ambacho kinatarajiwa sana kufanyika cha bodi, na kuna baadhi ya watu ama wawekezaji ambao wanakuja kuwekeza katika kampuni hii. Sasa bidada ilibidi akae ili awape kazi na ajaribu kuambia kwamba awatafute watu ambao wataweza kusaidia katika hili swala. Sasa huyu bosi yani ni anaongea sana, kwa hiyo hao jamaa ilibidi waanze kuwa busy muda huo ili kazi iende sawa. Jamaa hadi kichwa kikawa kinamuuma sana kwa sababu kazi ilikuwa ni ngumu sana. Sasa baadaye wakabidi waingie zao baoni, yani kama wapo shuleni. Kwa hiyo wakapata idea kwamba wamtafute mtu ambaye anafanya delivery za chakula na jaribu kumsupport ili waende naye sawa. Lakini jamaa kuna wazo ambalo alilipata kwamba hapo anatakiwa aende kwenye nyumba ambayo inahifadhia vitu vya kale. Jamaa kweli bwana akatoka zake pale na akaamua aende. Sasa hapa hajapajua ni sehemu ya nane. Sasa jamaa naye akawa amefika pale na akawa anaangalia baadhi ya viungu, akawa anajaribu kugusa ili ajue quality yake na ugumu wake. Sasa akiwa anaendelea kuchekicheki pale alikuwa yuko busy, lakini cha ajabu yule mtu ambaye siku ile alikuwa wanafanya mapenzi usiku akatokea. Kuja peke yake, pia alikuja na mama yake. Sasa mama yake ndo anamiliki hii sehemu na mama yake ni mganga bwana. Huyu jamaa alikuwa alijui hilo. Sasa pale ilibidi awe mpole baada ya kumuona mama yake hata eleweki amevaa mavitu hata eleweki. Sasa mama akamwambia kwamba wewe ndo bingwa wa kula wasichana na kuwaacha, si ndio? Jamaa akamwambia hapana mama. Jamaa ilibidi awe mpole mwanangu. Sasa mama akawa anamsogelea. Jamaa alikuwa ana wasiwasi kwa sababu alijua huyu mama ana la kumfanya, lakini mama akamwangalia alafu akamnusa, akamwambia wewe moyo wako umejaa tabia mbaya, kwa hiyo unabidi ujirekebishe na uje uniambie kama utajirekebisha, kwa sababu wewe moyo wako unaonekana ni mchafu. Jamaa akamwambia sawa. Yeye jamaa alikuwa anachukulia kila kitu ni masiala, kumbe vitu vingine vilikuwa ni serious sana. Sasa baadaye akanarudi zake nyumbani na akamkutana na mlinzi wake. Huyu mlinzi wake ni mchangamfu sana lakini kumbuka huyu jamaa ni mzee wa mademu, leo alikuwa na demu wengine. Kwa hiyo usiku kikaumana huko paka palipokucha asubuhi. Jamaa amekucha asubuhi hivi, yani ameshtuliwa na ndoto mbaya. Sasa alishindwa tena kulala, lakini jamaa leo aliamka hayuko sawa kabisa. Yani alikuwa akiongea hivi neno kimoyomoyo, mtu anamsikia. Sasa hapa alimwambia yule dada kila siku anafanya mazoezi lakini hapungui. Hayo maneno aliongea kimoyomoyo, lakini huyu bidada aliweza kusikia. Jamaa asichojua kwamba sasa hivi akiongea neno hata kichwani kwake mtu wa pembeni anasikia ama mtu mwingine anasikia. Kwa hiyo yeye hana siri tena, ni hapo hata akitaka kusema kisilisili lazima utamsikia tu. Sasa baada ya kutoka zake mazoezini akamwamsha bebe ili na yeye aondoke kwa sababu hapa sio kwake. Bidada anambia bwana nini bwana, niache nilale. Sasa jamaa anashangaa vipi huyu, mbona kama anatia pigo zake mapenzi sana. Sasa jamaa hivyo aliongea kimoyomoyo, lakini bidada alisikia. Jamaa huyu kanisikiaje, mbona haya mambo nimeongea kichwani kwangu. Bidada akatoka kwa hasira akaenda kubadilisha nguo chapuchapu. Huyo akamwangalia na kisha akaamua aondoke zake kwa sababu aliona huyu jamaa yani kama memzalau fulani hivi. Sasa baadaye anatoka gari mbovu. Sasa mlinzi wake alikuwa amemkasirikia kwa sababu alimwambia maneno mabaya kwamba wewe huwezi kufanikiwa, utabaki kuwa gateman. Sasa dau yupo zake kwenye taxi anaelekea kazini. Sasa taxi ilikuwa inaenda polepole sana. Jamaa kama kawaida akasema huyu jamaa vipi, ajala au hajalala?
Sasa jamaa kumbe alimsikia, kwa sababu sasa hivi hata akiongea neno kichwani linasikika kwa mtu mwingine nje. Yaani hahitaji kuongea kwa mdomo, lakini wewe unaweza kumsikia tu akiongea kichwani. Sasa akafukuzwa pale kwenye taxi kwa vurugu kibao, na akatoka pale akaingia zake jobu. Yaani anaingia jobu anakutana na kazi kibao. Yaani leo amevurugwa sana, na leo ni siku moja mbaya sana kwake. Sasa hapa anajaribu kukaa na huyu sekretari wake, ni ana maneno mengi kinoma. Huyu jamaa anaitwa Opeyemi. Sasa huyu jamaa, hebu ngoja tulifupishe hili jina tumuite tu Ope, kwa sababu huyu jamaa jina ni refu sana. Sasa jamaa akaongea kimoyomoyo, huyu naye ana maneno mengi. Sasa jamaa akamwambia, wewe mbona hujaongea kwa mdomo lakini nimekusikia? Sasa akaona bosi wake naye kaja maneno yanakuwa mengi, akaamua zake achimbe. Sasa bosi anashangaa huyu vipi, lakini baadaye aliweza kurudi ofisini na akajaribu kutafuta suluhisho, na akamuelezea kila kitu sekretari wake. Sasa baadaye akawa yupo zake kwenye kikao. Sasa kumbuka huyu jamaa akiongea kitu kichwani anamsikia. Sasa akamwangalia huyu bidada na akamwambia, huyu dada naye ana maziwa makubwa. Sasa kushangaa hivi kwenye kikao gumzo likawa yeye. Sasa bidada anapandisha nguo ili maziwa yake yasionekane. Sasa ibidi atolewe nje na bosi wake, na kumwambia kwamba sasa mimi nalikava nafasi yako, nitaenda kutoa mimi speech, lakini wewe unabidi ukakae nyumbani na ujifikirie. Sasa baada ya kutoka tu ofisini, akatokea kwa yule maza ambaye alimwambia yale maneno ya kushangaza, mara moyo wako unanuka sui nini. Sasa jamaa akaja leo kuja kumuuliza huyu maza kama amemfanyia jambo, lakini maza akamwambia mimi sijakufanyia lolote. Kumbe huyu maza ndo amemtengenezea hiyo dawa kwamba huyu jamaa anatakiwa abadilike, kwa sababu huyu jamaa amezidi sana kuchezea wanawake. Kwa hiyo inabidi awe mtu mzuri kuanzia sasa hivi. Na sasa jamaa ameongea mpaka jasho, ni anaomba msamaha tu, lakini huyu mama alikuwa hataki kumsikiliza. Jamaa ilibidi aondoke zake tu kimya kimya tu, kwa sababu huyu bibi amekataa. Sasa majira ya usiku haya tunamwona jamaa amekaa zake hivi, ana mawazo, yani ameweka laptop hapo, lakini yana mawazo makubwa sana. Sasa baadaye iliingia simu kwamba kesho kuna kazi na inabidi wamtembelee mtu. Sasa alipokuja asubuhi kama kawaida anaanza zake kupiga zake jogging. Sasa akiwa jogging hivi mwanangu akatana yule bidada ambaye walizinguana sana dakika za mwishoni. Sasa bidada naye kama kawaida akutana naye anamtolea povu, lakini jamaa leo akajifanya kama hajamsikia hivi, akawa zake anaendelea zake na mazoezi. Sasa baada ya kutoka pale jamaa akajifanya naye anapiga mazoezi ya akili ya kutuliza akili ili hilo swala limtoke, lakini kila kiajaribu anaona anashindwa na analeta michezo. Sasa baadaye jamaa akajikuta amejidumbukia kwenye dimbwi zito la mawazo kwa sababu ya tatizo ambalo analo kwa sasa. Sasa leo yupo jogging kidogo agungu na gari na huyu jamaa akamtolea povu. Sasa kumbuka aliambiwa badilike. Sasa hapa akawa mpole akamwambia hamna shida mzee, nisamee. Yaani lakini kimoyo moyo ilimuuma sana. Sasa hapa akawa anakunywa zake chai, lakini anaibariki kishenzi, anaipigia maombi, Mungu acha inisaidie. Lakini huyu jamaa alikuwa anaelekea kama kuchanganyikiwa fulani hivi kwa sababu ya majanga yake aliyokuwa nayo sasa hivi. Sasa huyu sekretari wake ilibidi aje nyumbani ili wafanyie kazi hata nyumbani, kwa sababu muda uliokuwa nao ni mdogo sana na kazi inatakiwa ikamilike mapema. Sasa wakawa wanajaribu kupiga pale mastori ya kazi na wanaendelea kupeana madocument ya kusign nini. Sasa pale wakawa wanaendelea zao na kazi. Sasa palipokucha asubuhi na mapema sana, kuna huyu bidada ambaye alikuwa anaongea na simu. Sasa hivi inaonekana kwamba kuna watu wanamzingua huko kwenye simu. Sasa jamaa, kuna mama ambaye amekuja kumtembelea hapa, ana kiwanda chake cha kuuza chakula, yani yeye ndo anaifanya delivery. Ilibidi wao waje kuamconvince ili asaini mkataba fulani wa kufanya kazi na kampuni yao. Kumuuliza yule bidada, aliwaelekeza na wakaingia zao ndani. Sasa kuingia ndani wakawa wanamsubiri huyo bidada. Sasa huyo bidada kumbe hakuwa ni mkubwa sana, yani alikuwa ni mdada fulani wa wastani. Sasa huyo bidada anaitwa Amala na huyu ndo anayemiliki eneo hili, na ni mdada ambaye anajituma sana. Kwa kuwa jamaa walikuwa wamepanga kutafuta mtu ambaye watashirikiana naye katika kampuni. Kwa hiyo akaona huyu bidada anafaa sana kushirikiana nao katika kampuni. Kwa hiyo ilibidi watoke hapo ili waweze wakaone bidhaa zake ambazo anazideliver kwa watu. Sasa wakafika pale wakawa wanaona watu wako busy, lakini jamaa alikuwa akili haiko hapo. Alikuwa anawaza matatizo ambayo anayo kwa sasa hivi, na hapo alikuwa mkimya, yani mkimya kuanzia mdomo mpaka akilini. Sasa baadaye wakaanza zao kuongea kuhusu business, na jamaa akawa anamwaga ofa zake pale na secretary alikuwa ametulia zake kwa pembeni. Sasa huyu jamaa alikuwa na shahada ya marketing. Kwa hiyo ili swala la biashara kwake lilikuwa liko vizuri sana. Sasa ilibidi amtoe pale secretary wake ili aweze kuongea na huyu bidada vizuri. Sasa ili aweze kumconvince lazima wao wawili, yule watatu anaweza kaa na kilopolopo. Sasa pale jamaa akawa huru kumconvince
huyu bidada. Sasa bidada hakupewa nafasi hata kusema ndio, na baadaye haja kumpa habari njema sekretari wake na kumwambia kwamba yule bidada hajachomoa kwake, kwa hiyo amekubali. Sasa kesho wakaingia zao job ili waone biashara inaendaje sasa, kutokana na mawazo ambayo wameyapanga na waanze kuyafanyia kazi. Sasa ilibidi amgie mkataba ambao watakuwa wameusaini ili waanze kazi rasmi, kwa sababu hawezi kufanya kazi kienyeji tu. Bidada Amara alikuwa amefurahi sana kufanya kazi na kampuni kubwa kama hii na mtu mkubwa kama huyu ambaye ana shahada zake na ana elimu yake ya masoko. Sasa bidhaa zilikuwa zinapakiwa kwa usafi mkubwa na kwa uangalifu mkubwa chini uangalizi wa Amara na Eno, kwa sababu wao ndo wakuu katika hii kazi. Sasa jamaa jinsi alivyokuwa anakosa amani alikuwa anamfurahisha sana sekretari wake. Sasa baadaye wakawa wanatoka na aweze kuzungumza vizuri kuhusu biashara yao na jinsi faida watakavyozipata kwa wote wawili. Sasa baadaye huyu jamaa anaongea zake mwenyewe tu, hana wa kuongea naye, na sasa hivi kashapagawa zake. Sasa akiwa baadaye sekretari wake akiwa amekuja pale, wakiwa wanajaribu kufanya kazi za ofisini pale nyumbani, bidada Amara akawa ameingia na vyakula kibao. Yaani wa jamaa sasa hivi hawana muda kabisa, yaani wanaona kila dakika kwao ni mali, kwa sababu wana muda mchache sana wa kulikamilisha hili jukumu. Sasa bidada akaja na sahani mbili, lakini huyu jamaa alikuwa amemtonya sekretari wake aondoke, na huyu bidada akamgia baadhi ya misosi, kwa sababu huyu jamaa kwanza hapa nyuma alilalamika kwamba ana njaa sana. Kwa hiyo wakawa wamebaki zao wawili. Sasa baada ya kazi pale kuisha, wakawa wanapata zao msosi sasa, kutokana na muda sasa hivi umebaki. Sasa wakawa na cheki na vimove nini ili mambo yaende vizuri. Sasa kwa hiyo wakajikuta wana muda wawili, na dakika mwisho wakajikuta wanaangukia katika penzi zito. Kwa hiyo anaanzisha mapenzi na Amara, na wakajikuta wameshaongeza ukaribu wao. Sasa palipokucha asubuhi, jamaa ameingia zake ofisini hivi, bosi wake amekuja. Bosi wake huwa anamsimanga sana huyu jamaa. Sasa jamaa huwa amfagiliagi sana bosi wake. Sasa jamaa leo amekuja na jambo jipya, anataka kuacha kazi hapa kwenye kampuni yake na amue kujiunga na Amara. Kwanza Amara ametokea kumpenda sana, kwa hiyo akimsaidia katika biashara yake watajikuta wamefungua kampuni yao ya chakula. Sasa akawa anamuelezea pale bosi wake, na baadaye akaja kumwambia sekretari wake kwamba kwa sasa yeye ana mpango wa kuacha kazi. Sasa sekretari wake aliumia sana, kwa sababu alikuwa ameshamzoea bosi wake ambaye walikuwa wanatia story wote na walikuwa wanafanya kazi pamoja. Sasa pale akawa ameshaagana. Sasa huyu jamaa kimtindo fulani alikuwa ameshabadilisha tabia, kwa hiyo ilimbidi amfuate yule mama ambaye anakaa kwenye jumba la makumbusho. Sasa kufika hapa, jamaa leo alikuja ni mpole sana, tofauti na mara mwisho walivyokuja. Sasa huyu mama akaona kabisa huyu jamaa leo amebadilika. Sasa jamaa akanamwambia kwamba mama, mimi kwa sasa hivi nimebadilika na nimeshampata mpenzi ambaye nampenda, na huyu nampenda sana. Katoa ahadi kibao kwamba huyu mwanamke ana mpango kumchezea, yani anahitaji kufunga naye ndoa. Sasa huyu mama akamuuliza swali kizushi, vipi kuhusu binti yangu? Sasa jamaa hana la kujibu pale, anatoa macho tu kama kabana kwenye mlango. Sasa baadaye alirudi zake nyumbani akiwa na mawazo mazito kwamba huyu maza mbona amemfanyia hivi. Akawa anaendelea zake kufanya mazoezi ya yoga majira haya asubuhi, na kwa sasa huyu jamaa amebadilika kabisa, akawa mtu zake wa mazoezi. Sasa wakati anataka kutoka pale akakutana na mlinzi wake. Sasa mlinzi wake alikuwa amemkasirikia bosi wake kwa sababu alimwambia maneno mabaya sana. Sasa akajaribu kuongea kichwani, kwa hiyo umenisamee, lakini mlinzi wake hakumsikia alipoongea kichwani. Kwa hiyo jamaa akamwambia, kwa hiyo huwezi kunisikia tena. Sasa jamaa akawa shangaa huyu jamaa anafurahi nini, na akawa anamletea michezo ya hapa na pale. Sasa baada ya kutoka pale nyumbani, akaenda moja kwa moja kwa Amara. Sasa leo akawa anapiga zao stories za kuhusu mahusiano yao, na walikuwa na furaha sana, na huo ndo unakuwa mwisho wa mzigo huu ambao unaitwa In My Head.